Niliokoka. Niliokoka wakati nilikuwa kijana mdogo. Kwa form 3. Miaka mingi iliisha. Imeisha hiyo miaka. Kwa sababu Yesu amenilinda. Na ninajua ya kwamba niko na uzima wa milele. Mwenye kuleta uzima wa milele ina maisha milele ni Yesu. Na nilikuwa wa AIC. Na ila benye isi hapa. Nilikuwa nimebatizwa. Nilikuwa naenda hiyo meza ya Bwana. Kila bagani ina meza Yesu Kristo. Lakini sikuwa nimeokoka. Kairo banyi ndio unalishaka. Nilifanya catechism. Rasana na wapo kila nikabatizwa. Nibatisai. Lakini sikuwa na uhakika ndani yangu. Kairo banyi maado na je akishajo atajibu. Ya kwamba dhambi zangu zimesamehewa. Ayolonya jambo ile ile mmoja nenda bali roho. Na ya kwamba niko na uzima wa milele. Ndio ndio banyi usima onda. Lakini siku moja kairo ngolo napo. Nikatoka kanisani. Nebukunya na kanisa. Nikaenda sokoni. Ndio sokoni. Mahali kulikuwa na crusade. Ndio hapo ni crusade sababu ile ilikuwa ile. Ilikuwa ya AIC. Ndio hapa ni AIC. Ilikuwa ya Kenya Assemblies of God. Na Kenya Assemblies of God. Na mimi nilikuwa natamani ndani yangu. Na ngaba ni ngwara na jeti alodele. Ya kusamehewa dhambi zangu. Hiyo bali na bali mo genyanak. Wakati walifanya altar call, you were able to in the mesa. Nilikuwa wa kwanza. You were doing ile jumbe ndio pale. Nyaruwa hivi mwalo ndio inaje? Tulikuwa na marafiki zangu vijana. Uwa bala ejo le ndio la barnote nebo. Haikujalisha kama wako. Kairo banya hata sikufikiria juu yao. Ndio banya kama juu ndio barnote sio. Piga boti pale. Ndio ndio shige eneka lo ndio. Nikaomba ombi moja. Yo mane kai yo Yesu nisamehe dhambi zangu. Yesu Kristo nabalika ngoga ni. Nisaidie nisiwahi kufanya dhambi tena. Hivyo ndivyo nilikuwa naomba. Nigire ngai pamgala rasu ngokte ndoka kwa nyumba. Nilikuwa ninania. Na hapa na nyeshir. Na wakati ambapo nilisimama hapo, hiyo bali nikaambia vijana hawa, ndio warudi nchini. Yale mambo tulikuwa tunafanya pamoja. Nambari ya pasi ndipo mimi si wa kikundi chenu tena. Bora wadi ala na buru mitata. Kwa hivyo, Yesu Yesu anaokoa na agirajini na anadumisha na agirabani nyina na siwe sana. Hizi si swali. Nimeshukuru sana kuona wazee kanisani. Kiara nyenye kwa sababu leo ndio babaita kanisa. Kwa mama na watoto wanaitwa wote watoto. Ala hone jindo mama wongera ingara poki. Na hii kanisa pengine imeitwa kanisa ya watoto. Na huanza ndio kanisa wongera. Mmefanya kitu cha maana. Kaira samba isida yule. Kuja kanisani hapo mnapo kanisa natarajia kwamba mmepokea Yesu Kristo. Na kile tikichere itajiranga Yesu Kristo. Na nyinyi mtaenda muongeleshe wazee wale wengine wenzake. Na ndio ndio lawa ndio ndio kwa ile ulikangiti. Ili waweze kuja kanisani. Pero wale jairu kanisa ngai. Kwa sababu zote tuliumbwa na Mwenyezi Mungu. Tangazo yopo kidi ndio Yesu Kristo. Na hakuna jambo lingine nemara heuba inaje ambalo linaweza kutupa uzima wa milele. Mara iba inashiyoge ekishiyondo asila kujuana na Yesu. Tena lakini yono Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Hizi Yesu lengo. Bwana asifiwe. Hizi Yesu kanisa. Amen. Sasa kwa sababu ya wakati yule ngaraje sai nataka kuongea juu ya neno kelo na magero ile ngai ambalo Mwenyezi Mungu ameweka ndani yangu. Elojora aje Yesu Kristo alikuwa abenye. Lile neno Mwenyezi Mungu ameweka ndani yangu. Yule alikuwa ngai abenye. Ni neno la Q. Na oriyo enkore Q. Enkore. Sijui nani ameshawahi kupata Q na nani hajapata Q. Mimi najua ngena ronkore na ngeni ngore. Q ni ya muhimu sana. Yule ngore ndio kitepa pole. Ndio haya maji yako hapa. Na nikarabidia nari na mesai. Na katika mwili na yule aliyosema dongani usipopata Q tino ndio ngore kuna shida. Na yale nyamali naje. Kwa sababu na rangaraki Q yule ngore ni namna ya mwili na yule ngore na kitu na vyenye tu sisi ya kutueleza ya kwamba kilio sasa mchere tunahitaji maji. Iki bankare. Damu iko na maji. Kilio sasa ngare. Nyama zetu ziko na maji. Alangilia tu sana ngara ngijangara tu. Wakati mtu ambaye ni mgonjwa yule ponde ndio shinde myo ngani maji yanaweza kupotea. Na yule ngara na kama ina ugonjwa wa kutapika. Yule ngara ugonjwa mmoja ndio na ugonjwa wa kuhara asio mwende maji maji yanapotea. Na gebidi nare. Asipopata Q. Yule mbona na wadi na kore basi atakuwa na shida kwa sababu hana maji ndani yake. Hana maji ndani ya nyama zake. Lakini mwili wake haumwambia kwamba anahitaji maji. Kwa hivyo Q ni cha muhimu. Q ni cha muhimu. Kama vile ambavyo njaa
ni ya muhimu. Ili ujue ya kwamba unahitaji kula chakula ndio uweze kupata nguvu ya kufanya kazi na kujenga mwili wako. Kwa hivyo kiu na njaa ni cha muhimu. Ambia mwenzako kiu. Kiu ni ya muhimu. Sasa kuna wakati ambapo watu hawana kiu. Na ni ugonjwa. Kuna ugonjwa ambao sasa unakuja ndani ya mwili na unajua ya kwamba anahitaji maji. Kwa sababu hana kiu. Na ukiwa na huo ugonjwa unaenda kwa daktari. Yeye ndio anakutibu. Unamueleza na nakupa dawa. Ndio uweze kupata kiu. Na uweze kunywa maji. Sasa ukiona ng'ombe ameenda majini, anatazama maji na hakunywi, huyo ng'ombe ni mgonjwa. Ako na shida. Sasa nataka kuongea juu ya kiu. Kwa sababu Biblia inaongea juu ya kiu. Na ningependa tufungue kitabu cha Yohana, wale ambao wako na Biblia. Yohana 7. Nasoma mistari 3 tu peke yake. Yohana 7. John. Mstari wa 37. Hadi 39. Nitasoma kwa Kiswahili. Alafu watasoma na Kimasai. Nasoma. Nisomera nini? Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akasema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai yatatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Amen. Esumela tamro Masai Yohana napshana ambaka na udo ilangai ore nkolong nabaye na ninye enkolong kitok ilo sirwa itashi Yesu neboba ajo teneeta oltung'ani enkure njolotu anati aokisho ore oloiru nanu ore naa enajo injigo lingorot keyoki arukunye inchoroi enkare naishi toltau lenye. Ore pee tejo ninye nija enkiyang'et emakan atu lelo pookin oiruko ninye amu etejo entiaki ebau ina kiyang'et inakata amu eten itu ilepaki Yesu metaa kitok. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huu ujumbe ni wetu sisi zote. Yolo kilikuwa inaolangi yopoke. Wakristo na wale ambao si Wakristo. Yolo joto olidio. Ndio maana Mwenyezi Mungu alinipa huu ujumbe. Na hapo je enkai kilikuwa. Kama vile ambavyo nimesema kiu ni muhimu kwa mwili. Ana najua nyingine mporeni ndio kile pa sasa na ngani. Kiu pia ni muhimu. Ala nyingi ndio ya tepat kwa mwenendo wetu pamoja na Yesu. Tongolo yante ebo Yesu Kristo. Mwenendo wetu wa Kikristo. Yolo wele yante yale ngolo yankai. Kiu ni muhimu. Na yele ngolo ndio ya tepat ole. Wakati unajikuta huna kiu. Tena hili na jibera ngore. Kiu cha Yesu. Ajumbiara ngore na kiu cha neno la Mungu. Jibera ngore oro yankai. Kiu cha maombi. Jibera ngore ngo aumu. Kiu cha ushirika. Jibera ngore na jibila ngore kola alenchola. Jua ya kwamba tayo njara ajo kuna hatari. Kini wewe batishonaje? Kama vile ambavyo katika mwili sababu ya kukosa kiu ni magonjwa. Yolo chana rozena ilwane ombera ngorene moyane na. Pia kuna ugonjwa wa kiroho. Na kama jina reo moyan. Na ugonjwa wa kiroho ni mmoja. Ugonjwa wa kiroho ni mmoja. Yolo moyan njoro na nabo. Ambao unaondoa kiu.
ninye nalaitayino aji enaduo kure. Unajisikia hauna hiyo shauku, tini na imininga na yara na kure, au that longing. Shauku ni longing. Tini nyamba ne kumininga na inyes na toke na jina. Hauna njaa. Tini na miara na dusu. Hauna kiu. Tini na miara na duo kure. Cha kusoma Biblia. Kure ni sumirela ngai. Hauna kiu cha kwenda kanisani. Yeye kure lo kanisa. Hauna kiu cha kuomba. Miara kure la omonianka. Hauna kiu cha ushirika. Miara kure enchola. Hauna kiu cha kuambia wale wengine ya kwamba wewe umeokoka. Miara kure ni jogelo kure boge injeri na jogoyi. Hauna tamaa ndani yako ya kutamani ya kuambia wale wengine ya kwamba wanaweza okoka. Miara ndogo ni jogelo kure injeri kidima isinye beji. Na inachukua muda kidogo tu. Na agarisha na kitiaki. Na dalili zinaanza kuonekana ya kwamba ndio yule pola njere umefifia. Ajunjere itashala yeye na jale mburu. Katika mwenendo wa kiroho. Tangarage na yeye inono eje uno to. Kwa sababu amana ngarage hauna kiu au miana na duo kure na huendi nimelo katika neno la Mwenyezi Mungu, nimelo ile boro ile ngai na huombi, nimegera alao mwana ngai na ushirika. Nimela ale njoro kule kai. Kabla ushirika uanze kupungua kati ya Wakristo wenyewe kwa wenyewe, yale unajitwa na doe ngisho yani encholo kule kai, huo ushirika unapungua kati yako na Mwenyezi Mungu. Yule na doe shule ninaanga Yesu mara ndivyo hiyo. Kati yetu na Mwenyezi Mungu. Enchola mo yote ni kwa sababu huu ujumbe ni wangu pia. Tangara yolo rele na orenyesi ninye. Kiu ni muhimu. Yule ngorelo ya depati no. Biblia inatuambia ya kwamba hiyo Biblia nchele katika Mathayo 5 mstari wa 6. Yale na buku ya Mathayo, heri wenye njaa endeka nyele lord suma na kiu ya haki. Nera ina kure na seba na dede. Kwa maana watashibishwa. Hao watashibishwa. Amara karage bwenye Aisha ndana inos. Heri wenye njaa na kiu amwiri endeka lord ngore nere suma na dede. Kwani hao watashibishwa. Amara karage bwenye jisho ni janda inos. Yesu ukisoma katika Zaburi 122 mstari wa kwanza, ndizo morele belangai ibnabodi kila mare orela dogoya. Daudi anasema, nejo David nchere, nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa baba. Nejo David nchere alishabajo kini baba ngaje papala. Tunaimba hiyo pambio. Na yanjo singodi yoshi. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa baba. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa baba. Nyumbani mwa baba twende nyumbani. Unaimba chorus kama hiyo. Yanjo singodi la hivi. I hope unakuanga na furaha. Kegeraje itikia jua la shenje kwa. Wakati unakuja nyumba ya Mungu. Kirudi ndo doka jankai ninga na yale shenje kwa. Ukitarajia kusikia kwa Mwenyezi Mungu. Igera ile rwa ni ene bana ngwanka. Ukitarajia kumwabudu Mwenyezi Mungu. Igera lo rwa ajobi lo rwa alrwa yo shipya ngai. Ukitarajia kushirikiana na wale wengine. Igera rwa mbele lo kulepo gena rume na doshola. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Ani yojobe ima embubi sinyati. Na Daudi pia akasema katika Zaburi ya 42. Ndio na ma mstari wa pili. David bugo ogena belankai. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Neji yolo atuna na kagara ni enkoreti yalo Yesu. Mungu aliye hai. Ankai na meshu. Lini nitakapokuja mbele yake kuonana naye. Ajo kao yalo tu dogo yango nyanga kai ni munwa do ninye. Nafsi yangu yolo atuna no inamuonea kiu Mungu. Na kanira ya nkore Yesu Kristo. Mungu aliye hai. Ankai yang meshu. Kwa hivyo kiu ni cha muhimu. Na huyo ya mkore ndio gete babule. Vile tumesoma ya kwamba anasema Biblia nchele Yesu siku hiyo ya mwisho, amuyolo ni Yesu ngolonge mwisho. Ile kuu ya sikukuu. No longa pa kitobole. Akasimama akasema, nenda shenye najo nchele. Akapaza sauti akisema, nile kujoloro najo nchele. Yeyote aliye na kiu, yolo panga wale mkore, na aje kwangu anywe. Yolo mwe inaji na no pero na rogisho. Na Yesu alikuwa akinena juu ya Roho Mtakatifu. Na yala Yesu na yala maki tiadwa njunoro ashwa besinyati. Hakuna yeyote ambaye anaokoka bila Roho Mtakatifu. Njele medio longo jo medio lesinyaroni. Roho Mtakatifu ndio anaongelesha mtu. Yole ngenye sinyati nyele yoga tua. Ndiye aweze kuamini. Pero ninye aibushoyo na dogolo. Ndiye aweze kujitoa kwa Mwenyezi Mungu. Pero mmoja hame ni Yesu Kristo. Huwezi kujifanya uokoke. Milona ile za una jana jewu. Huwezi kutamani ukiwa
Roho haweki tamaa ndani yako. Kuna wakati mwingine mtu unaenda unahubiria mtu unamwambia ya kwamba ni vizuri kuokoka. Unatoa ujumbe, unasoma Biblia, unamweleza. Lakini unasikia ni kama jiwe, unaongea ni kama jiwe. Hilo neno haliingii. Kwa sababu Roho Mtakatifu hajamtayarisha. Si yeyote ambaye tunahubiria wanaokoka straight. Lakini neno ulilolipanda siku moja, wakati moyo wake utakuwa tayari, Roho Mtakatifu anamuongelesha na ataokoka kwa hilo neno. Anaweza kuokoka miaka mingi inayokuja. Anaweza kuokoka kesho yake. Anaweza kuokoka usiku akilala. Kwa sababu Roho Mtakatifu hapo. Tunaokoka kwa sababu Roho Mtakatifu alitufanya tuamini. Lakini ni lazima tuendelee kuambia watu. Kwa sababu hatujajua ni kina nani ambao Roho Mtakatifu ametayarisha. Na wewe pia hii asubuhi ya leo, ukisikia sauti ya Mungu kama hujaokoka, usikie sauti ya Roho Mtakatifu, usiufanye moyo wako mgumu. Tafadhali amini Yesu. Njoo mpokee. Uko na kiu kama yule mwanamke Msamaria katika Yohana 4. Aliyekuwa pale kisimani. Na Yesu alipokuwa akienda Galilaya, alitoka Judea akienda Galilaya. Na Samaria iko katikati ya Judea na Galilaya. Na Yesu alipokuwa akipita akakuta kisima. Na mwanamke kisimani. Wanafunzi walikuwa wameenda mjini. Akaketi pale. Akamwambia yule mwanamke, nipe maji ninywe. Yule mwanamke akaleta siasa nyingi ya Wasamaria na Wayahudi. Na Yesu akamwambia jambo moja la muhimu. Katika mstari wa 13 Yohana 4. Yeyote atakayekunywa haya maji atapata kiu tena. Yale maji ambayo mwanamke alikuwa anachota, Yesu alisema yeyote atakayekunywa haya maji atapata kiu tena. Lakini mstari huo mwingine wa 14 unasema, lakini yeyote atakayekunywa yale maji nitakayompa, hatapata kiu milele. Maji ambayo yanaondoa kiu milele. Lakini yale maji nitakayompa, yatakuwa ndani yake chemchemi chemchemi ya maji ya uhai. Chemchemi ya maji ya uhai. Kuna maji ya uhai yabubujikiayo uzima wa milele. Inakuwa fountain ndani yake, springs, ambazo maji yake hayapunguki milele, hayapunguki. Ndani ya moyo wake ni chemichemi yanayobubujikia maji ya uzima. Uzima wa milele. Uzima wa milele. Unapata amani, unapata msamaha wa dhambi, unapata upendo, unapata njaa ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Yesu alikuwa anasema juu ya Roho Mtakatifu, ambaye watakaomwamini watampokea
kazi ambayo inafanywa hata hapa haifanyiki bila Roho Mtakatifu. Haiwezi kufanyika bila Roho Mtakatifu. Hatuwezi kumshukuru kwa roho na kweli bila Roho Mtakatifu. Na wakati maji hayo yanakuwa mito yanaotiririka, na ndipo na duare choro inaponja hapo maji ya uhai na yangare gishui yanatiririkia watu upendo, na gebone ndio yoma onyara lwana yanatiririkia watu mambo ya ukarimu, na hiyo na duare gishui nisho maana marake yanatiririkia watu msamaha, na gebona ina duare ya na wana mbali mambo ya kusikizana, na wana duare gishui mondingo msamaha wa kusamehe mmoja na mwingine imbani la bali kole kale kai yanabubujikia uzima wa milele. Ndio nikijana enare ngishui engisho na darasi. Unajua ya kwamba una uzima wa milele. Ndio wajengere yale ngishina na darasi. Njoo kwa Yesu. Wewe ni Yesu, unywe maji. Udoge ngare. Hivyo ndivyo Yesu alisema. Nijapenda Yesu ajo. Lazima uwe na kiu. Lazima ubiada ngore. Lazima uende kwa Yesu. Lazima bila Yesu Kristo. Na ukienda kwa Yesu si kuenda na kumtazama tu. Ndio Yesu nimegwa ile laingo. Si hali na kuja kanisani tu. Nimegwa kanisa yake. Ni kuja kanisani na kunywa. Ukanisa ni uko na Yesu Kristo. Hapo kwa Yesu lazima unywe. Ndio Yesu lazima bilao. Mambo ya Roho Mtakatifu lazima unywe. Ndio mbao zinyati lazima bilao. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Ani hiyo Biblia. Waefeso 5. Yeye anakuwa Efeso mstari wa 18. Ndio anakuwa Efeso imie. Biblia inatuambia hivi. Ndio Biblia njere. Na ni wa Kristo inaongelesha. Ndio makile mpoke moja uno. Inasema tena msilewe kwa mvinyo. Ndio tena mibwa mena tuonaishi ambao mna ufisadi. Mibwa mena tuonaishi na adibakisho. Ndani ya mvinyo kuna ufisadi. Ndio anaishi na geti ngolo yatua. Ndani ya ulevi kuna ufisadi. Yule ape mera inagiri batoro katua. Kwa hivyo Yesu akasema, ndio Yesu nchere, tena msilewe kwa mvinyo. Mibwa mena tuonaishi ambamo mna ufisadi. Ambogedi namba tuatoro. Lakini mjazwe na Roho. Kage ndio ndo sinyati ibora rwandai. Mjazwe na Roho. Ndio ndo sinyati ibora rwandai. Mkijazwa na Roho, ndio ndo sinyati. Biblia inasema hivi. Ndio Biblia njere. Mkisemezana, ndio kwa ayro ndio kwa kwa Zaburi, ndio kwa na tenzi. Usingolio tini. Ndio Psalms na tenzi, hymns na nyimbo za rohoni. Ololo sungolioti ya rwalta. Mkisemezana kwa Zaburi, ndio boyaje te buke Zaburi na tenzi, na nyimbo za rohoni. Ololo sungolio lolta uja. Mkiimba ndio bunda apwara na kumshangilia Bwana. Tunashangilia Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Bwana siwe. Mrs. Yesu. Kijazwa na Roho, tileke mara masinyeri hatua utaruka bila kuambiwa na mtu yeyote. Na hilo ni pido. Utaimba bila na hilo kuambiwa na mtu yeyote. Utaomba bila shida. Na hilo umon emiaranya kwa sababu Roho Mtakatifu atakuonyesha vile utakavyoomba. Na hilo masinyeri na hilo dole na nas. Utapenda jirani. Na hilo lalatia lindo. Utapenda wale wengine. Na hilo lobuliboke. Lazima unywe maji ya uzima. Lazima biboke na are gishui. Kwanza upate uzima wa milele. Yutume na kishia undarasi. Kwa kumpokea Yesu kama hujampokea. Anamu Yesu Kristo ndilo ngama. Baada ya kumpokea Yesu, ndilo ngama Yesu Kristo. Hilo neno la kujazwa na Roho. Yole glando sinyeri puti si neno la wakati mmoja. Nembage mbaya angolo na baki. Ukisoma katika Kiingereza vizuri, tinuze kwa Kiingereza tabarikiwa hizo original language hizo nabulia kutukia ambazo Biblia iliandikwa nazo. Hapa nabulia hapa ngeruke Biblia inasema ndio Biblia nchere being filled with the Spirit. Njoge potendai aldasinya dia tua. Ni mambo ya kuendelea. Abumba nagara pro ai kutelio mpudia nage aldasinya dia tua. Siku jazwa roho leo peke yake. Ni rara ngembo aldasinyati. Ni unajazwa leo, ngembo aldasinya dia tua. Unakuwa kiu, ndio maana doko unajazwa. Na ngembo aldasinya dia tua hii. Kiu cha kujazwa na Roho Mtakatifu. Yole angore pili kwa aldasinya dia tua hii na kupata Mungu zaidi ndani yako. Yesu atua yanake unakuwa na ushirika na Yesu. Yale nchula nebo Yesu Kristo. The more your
hungry for God, yolo yade sumas tialo roilenkai, the more you seek the Lord. Na inagara yada na duo yolo nilai And the more you seek the Lord, yolo monila nile di Yesu Kristo, the more you get of Him. Ninga mone lo sugani po kin. And the more you get of Him, yolo nula sugani po kin, the more thirsty you become for Him. Nidu maladuo ekure tialo The Yesu. more desire you have for Him, Nidu maladuo nyorade Yesu. you do not get satisfied. It gives you thirst for more. Inakupa kiu na njaa zaidi. Ili uweze kumwomba Yesu zaidi. Uweze kumwomba Mungu zaidi. Leo tu nilikuwa nataka kusema juu ya kiu na juu ya kuja kwa Yesu. Njoo kwa Yesu.